Kama una tatizo lolote naomba uniambie, usinifiche chochote ujue. Sipo sawa, yani mwezi umenipita sijaona siku zangu. Faima. Kwani siku zote ulikuwa utumii kinga? Nilikuwa natumia ila nilikuwa sisabini. Sio kweli. Hauwezi kutumia kinga na vitu hivyo ghafla kama hivyo. Hapana. Si ati. Haya. Namwambia nini kakako? Na unamjua? Nisaidie basi wifi. Sawa, mimi nitakusaidia. Lakini vipi huyo Max anajua? Hapana, hajui. Fanya unavyofanya baadaye umtafute. Huyo Max umwambie. Tena ufanye haraka sana kabla kakako hajajua chochote. Sawa wifi, nimekuelewa. Sawa, iwe hivyo. Mwambie. Abi. Karibu. Asante. Ita. Asante. Oh, dada. Mambi. Karibu sana. Asante. Karibu. Asante. Karibu kae. Ndio siku nyingi. Safi. Kwema. Kwema kabisa. Shamu nimemkuta. Yuko huko uwani. Namhitaji. Sawa, baada nikakuitia. Sawa. Oh, karibu. Asante. Karibu kabisa. Asante. Karibu. Asante. Za siku nyingi. Salama. Habari ya kwenu? Asante, shikamoo. Salama kwema? Kwema, mnaendeleaje? Naendelea vyema. Habari ya kutoka? Nzuri. Mmewaka anaendeleaje? Ajabu. Niambie shemeji. Shamu, mimi nimekuja hapa. Kuna jambo nimekuja kukwambia. Jambo gani? Kwa kweli Shamu, mume wangu siku hizi amebadilika sana. Kivipi? Yaani mambo yake tu mimi kwa kweli simuelewi. Kwanza kuhusiana na mimi mkewe, siku hizi anisamini kama mkewe. Anijali kabisa. Siku hizi Max amekuwa ni mtu wa ajabu. Malaya. Nasikia anatembea na Faima. Faima huyu mtoto wa mzee Liam. Huyo. Kuna siku asubuhi mimi nimemsimamisha na wakati anatoka. Nikamuuliza, kuna mambo nayasikia unatembea na Faima, akanikatalia. Akasema sio kweli. Mimi nikaachana naye kwa sababu nilikuwa tunamuuliza kistaarabu. Ila nasikia jana wamefukuzana huko, wamepigana na kakake Faima. Amewakuta sijui kichochoro gani, amesimama. Amesimama hapo anapiga zao stories, sijui alikuwa anafanyaje, kakake Faima akatokea. Vurugu nyumbani, amefika hata viatu. Na mimi hata sijamuuliza kwa sababu nimejua kabisa mimi nikimuuliza hata naambia chochote kile. Ndio hivyo, nataka muite ongee naye, tatizo liko wapi? Na mimi mume wangu bado nampenda. Tatizo. Ila mimi nikuahidi tu Shemu, kwa kuwa umepeleka hoja zako kwangu. Limeisha. Tena nimesema limeisha. Mimi nitamuita, tazungumza naye. Tashukuru sana. Utakapoenda, mwambie mume wako kwamba kakako anakuita. Sawa. Usisahau Shemu. Sawa. 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 Dada, Niambie ndugu. mama nikuta sana nishaongea. Kumbe ukuja kuchelewa. Sijaja kuchelewa. Hamna, subiri kidogo, mimi nilikuwa naandaa kwa jikoni. Hamna, na mwai mume wangu. Sinajua naye ana njaa. Sawa, karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Kwa siku nyingine. Haya, kila la heri. Asante. Shemu. Karibu Shemu. Asante. Karibu kabisa. Asante. Na ulisema huku nyuma kuna kitu unachokifanya. Mwanangu leo unapenda kula? Nilikuwa naandaa ndio. Asikafanye. Sawa. Tena kazi yenyewe nimeshaiacha. Vipi, mbona kuitana haraka haraka, shida nini? Mwanzo
mwanzo nimekuta kuna jambo nataka nikwambie. Kitu gani? Najisikia kama nina ujauzito. Unajihisi au umepima? Nimepima ila ndo nahisi. Wewe una maamuzi gani? Ndio nimekuita ili tuelewane hapa tunafanya. Kaka yako anajua? Hapana, hajui chochote. Baba yako je? Hajui. Kama hivyo mimi nina wazo basi. Hiyo mimba tuitoe. Hapana, mimi siwezi nikaitoa. Unajua kwa nini Faima? Tukitoa hiyo mimba siri inabaki kwa watu hao watatu. Mimi, wewe na afya yako. Tukisema tunailea hiyo mimba ina wakati mgumu. Wewe angalia tu kaka yako jinsi alivyokuwa mkali, baba yako. Umenielewa? Na mimi mwenyewe unajua kabisa nishao. Fanya mimba tuitoe. Hapana, mimi siwezi nikaoa kiumbe ambacho hakina hatia yoyote. Kwa hiyo kutoa hutaki? Ndio, sitaki kutoa. Sasa sikia Faima. Kama hutaki kutoa hiyo mimba, kwanza sasa hivi hapa ambapo nazungumza, usinijue kwa lolote. Kwa hiyo ndo unaniambia mimba nitoe. Tambua kwamba nimeacha shule kwa ajili yako. Sawa. Usinifanyie hivyo basi. Yesu shanielewa. Usitafute kwa lolote kabisa, yani kama hutaki kutoa. Max. Basi subiri nikamwambia wifi Yangu kamuelekeze, lakini majibu ambayo yatapatikana huko ikiwa ya kulea ni staki, ikiwa ya kutoa fresh. Wewe hivyo, wewe kuongea naye. Hodi. Lema. Abe. Nakuja. Kumbe Faima. ulikuwa chooni? Ndio nilikuwa chooni, karibu. Karibu sana rafiki yangu. Asante. Lema rafiki yangu, mimi kuna jambo nataka nikuelekeze. Niambie. Mimi mwanzo na mimba. Wewe. Una mimba? Ndio. Kwa hiyo imekuwaje? Nimemwambia Max amenikatalia na yeye ndio aliyosababisha mimi niache shule. Max kakukatalia? Max mpenzi wako? Ndio. Kweli leo nakumbuka kitu. Nilikuwa nasikia tu huko mtaani. Ukitembea na mwanaume wa mtu, akikuweka mimba, baadaye anakukatalia. Leo najionea mwenyewe kwa rafiki yangu. Kwa hiyo itakuwaje? Sio hivyo rafiki yangu, mimi sina msaada mwingine. Ndio nimekuja kwako ili unipe ushauri. Na kaka umesemaje? Hajui chochote. Hapo mimi nina wazo rafiki yangu. Wazo langu ni bora tu ungeitoa kabla kaka hajajua. Hapana, mimi siwezi nikaitoa. Mimi mwenyewe naogopa kufa. Sasa kama ukikataa kutoa na kaka akija kujua ninavyomjamii yule, atakufanya nini wewe? Sio kuua kabisa. Alifanya chochote tu ila mimi siwezi nikaitoa. Mimi nimeamua hii mimba niilee tu. Au umekubali kuilea wewe mwenyewe? Sawa, hamna shida. Sawa, acha mimi niende. Sawa, pole kwa matatizo lakini. Haya, siku nyingine. Sawa, ukiwa na shida usikose kuniambia. Sawa, haina shida. Ngoja inyeshe tuone panapovuja.
Alafu mume wangu nimekumbuka. Nini tena mke wangu? Mimi jana nilimtembelea shemeji. Nasema nakuita. Kaka naye. Mbona juzi mimi nimekutana naye afa hajaniambia chochote sasa? Mimi ndo sijui, ila jana nilipoenda kaniambia kwamba mumeo unamhitaji. Basi sawa, mimi naenda kwenye mihangaiko alafu kesho asubuhi nitamwendea. Sawa, fanya kila ninachowezekana uende kwa sababu huwezi kujua nakutia nini. Inawezekana kitu muhimu. Lazima iwe kitu muhimu kwa sababu si mkubwa wangu. Kwa hiyo kesho mimi nikishamaliza harakati leo kesho namwendea kesho. Sawa. Bwana salama. I love you. I love you too. Hodi. Hodi. Karibu. Haya, asante. Karibu sana mzee wangu. Haya, asante. Karibu. Asante. Za kwenu? Nzuri, shikamoo. Bwana mzima? Mimi mzima, siwe. Safi. Mzee Baranda nimekuta. Ndio yupo ndani. Yupo? Eh. Basi mwambie namhitaji kidogo. Sawa. Karibu. Mzee Baranda unasemaje? Salama, kwema? Bwana nipo. Karibu bwana mzee wangu. Mimi nipo. Karibu ndugu yangu. Asante kabisa. Karibu. Nipo kwako. Karibu tukae hapa. Basi haina shida. Haina tatizo. Karibu sana. Sawa. Wanami nimekuja hapa. Na lengo kuu kuja kukushtakia matatizo ya mdogo wako Max. Max anatembea na mwanangu mimi Faima. Na Faima ameacha shule kisa mdogo wako Max. Kwa hiyo sasa nimeona kwamba bora nifike kwako nikuelekeze kana ndugu yako mkani. Mimi niseme tu mzee wangu. Ili mimi nimelipokea. Ndio. Na nitakaa naye Max. Ndio. Nitazungumza naye. Sawa. Yaani niseme tu kabisa mzee wangu limeisha. Mimi naomba tulimalize kwa sababu nimekutana naye mwenye Max. Nikamuelekeza. Hakutaka kunielewa. Ndio mimi bwana nifike kwa mzazi wake kama ndugu yako utamalizana naye. Kwanza nikushukuru. Umetumia busara na hekima sana. Kwa sababu ungekuwa wengine tayari ungechukua sheria mkononi na kwenda sehemu zingine kulalamika. Lakini kwa kuwa umechukua jukumu la kuja moja kwa moja kwangu kama ni mzazi wa Max. Hilo limeisha. Mimi ngoja niende. Karibu ndugu yangu. Safi mzee. Wala usijali. Haina shida. Asante mzee Lambi. Karibu bana. Haina shida kaka. Safi. Halo? Mama. Maxi. Niambie shem. Hapa nyumbani kuna tatizo kidogo limejitokeza. Tatizo gani? Vipi Faima? Kakuambia chochote? Akaniambia nahisi ujauzito. Sawa. Wale walivyokuambia umemjibu nini? Mimi nimemshauri tu atoe. Wewe. Ushauri gani umemshauri mwenzako huo? Nimemshauri kwa sababu ya ukali wa ndugu zake, ana ndugu zake wakali sana. Unamshauri vipi kutoa mimba mwenzako? Kawaida tu, mbona wengi wametoa na wanaishi poa. Haujui unahatarisha maisha yake? Hawezi kafa. Kuna kawaida sana hiyo. Wewe tu na atamua mtoto wako. Na wewe mwenyewe pia akifariki je? Wewe utapata nini? Kwa unashauri vipi sasa? Ni swala la kukaa wewe uje hapa nyumbani, uongee na kaka yake, muelewane liishe. Wewe unamshauri atoe, hivi kweli? Endelea. Nani unaongea naye? Unaongea na nani sinakuuliza? Maxi. Max. Unaeje Max? Na huyo mwenye mimba ni nani? Faima. Faima.
mdogo wangu mimi ana mimba. Haya, hapo ndo unafanya nini? Unasuluhisha, unatengeneza, connector, mtaalamu, fundi bomba, si ndio? Siku zote nilikuwa napambana sana na mdogo wangu akae vizuri, anyooke vizuri. Kumbe wewe ndio nyoka, si ndio? Wewe ndio nyoka mwenyewe. Yaani mimi napambana mdogo wangu nimweke vizuri kabisa. Kumbe wewe ndio msuka mipango. Wewe ndio coordinator. Si ndio? Hapana mume wangu. Lakini mambo mengine si tukae chini tuongee. Ukae ongea na nani? Hivi si unafahamu Max ana mke? Kwa nataka mdogo wangu awe mke wa pili, si ndio? Umri ule mdogo. Unatengenezea maisha gani? Na mimi sasa naanza kuamini sasa hapa. Naanza kuamini kwa hata ule mpango wa kuacha shule wewe pia ndio uliusuka. Sio kweli mume wangu. Mada za shule mimi hazinihusu kabisa. Ni watu ni bure kabisa. Wewe mwanamke ni waovyo. Sikutegemea. Yaani wako unafanyia hivi? Lakini mume wangu, maji akishamwagika azoleki, tukae chini tuzungumze. Wewe mwanamke ni mjinga sana. Mpumbavu. Mshenzi. Bogazi. Basi mume wangu yaishe. Tuongee aishe. Mume wangu. Niambie Shem. Vipi lakini? Fresh ndio harakati. Safi. Poa. Poa kabisa za kupendeza. Kawaida tu. Niambie Shem. Mbona unapotea sana siku hizi? Mimi nipo Shem, usema tu mihangaiko hapa na pale, unajua kupambana. Ongela wako. Ila sio mnajua nini? Mimi hapo unaponiona natoka huko kina Faima. Faima my love. Huyo kuna mwingine? Niambie. Faima amepigwa. Amepigwa? Ehe. Na nani tena? Kaka yake, kisa ni wewe. Kwa nini anaendeleaje? Yuko fresh tu bwana. Yeye hajaumia. Sawa. Poa tu. Sawa. Yeye yuko wapi? Yuko na nani? Nyumbani uko peke yake. Mimi na mimi nikamuone. Sawa, uogope? Naogopa Shem, sema inazimika mimi nifanye hivyo kwa sababu amepigwa kisa mimi sitoshi yuko peke yake nyumbani. Kwa hiyo nikamuone afu nijue anaendelea vipi. Ila Shem, mimi nataka nikushauri kitu kimoja. Mimi najua mnapendana sana. Sana. Ila mwe makini. Hasa yule mwenzio anapigwa na kaka yake, anagomewa. Ila sema tu ndio hivyo amependa. Sio mimi nimekuelewa. Nimekusikia. Sema sasa. Umakini huko. Ila tunajua kitu kupenda. Sema nimemuelewa sana. Sasa unavyoniambia tu makini, mara hivi umakini huko. Sema tu wafuatiliaji wako wengi shemeji. Ndio hivyo. Ila uwe makini unakoenda. Basi sawa, haina shida shemu. Sawa, haina shida. Poa wazee. Poa. Ida basi kama vipi? Tunacheza bubu wetu. Wazee. Leo kuna bonge la mtoto. Unajua mtoto? Mtoto nyumba ile tunaiona. Afu kitu saa 6. Oya. Ogopa mwanangu nimefuatilia hivi. Afu ghafla toka nipotea. Sema nini? Napambania. Leo kwa mademo shindo zako. Kwa hiyo kama mademo kilichofanyika hapo sasa. Mimi mwenyewe ndo mwanafunzi. Sasa hizi hapo. Sawa, fresh. Oli ya tutaonana, si ndio? Tutaonana? Kwa nini unanichukuliaje mimi? Kwa nini unaniharibia mdogo wangu? Kwa nini unaniharibia mdogo wangu? Hebu mwache. Hebu mwache. Kwa nini unaniharibia mdogo wangu? Ni kwanza. Mwache basi. Hebu mwache. Tulia kwanza. Max, tulia. Yana mind sana. Yana kumind kinoma. Unazungumza kijana hata unaniharibia mdogo wangu. Max, huko kuna nusu sasa. Max kumind kinoma. Huu ndo mwanzo tu. Hamna basi kuondoka bwana. Acha ndugu yangu kabisa nakwambia.
Hebu tuondoke bwana. Usiona hizo bwana. Maana utakuwa na nuksi. Azingua bwana. Sisi ndio kwambia zile Max ndio mademu yule. Yule mtu wa mademu mwanangu. Mwisho siku atembea na wanafunzi atafungwa. Samaja kwa timba atajua mwenyewe. Atajua mwenyewe utachana naye tu. Mimi nimekuja kuitikia wetu ambao ulimwagizia mshahara. Sawa. Sasa nianze tu kwa kusema Max, mimi nimekuita hapa. Kumbe kuna ugeni. Vipi shehe? Safi vipi hapa? Uko poa vipi hapa? Salama, karibu. Asante. Leo. Naam. Kama nilivyokuambia mimi naelekea dukani mara moja. Sawa, ila nakuomba kwamba usichelewe kwa sababu na mimi nina majukumu yangu ya kikazi. Chelewi. Eh? Mnapokuja. Poa, wewe nikimbie. Hamna bwana, shemeji nakuja. Poa basi. Max. Vipi kazi? Kwa hiyo kama nilivyokuambia, mkeo alikuja. Kaja kutoa malalamiko yake kuhusu ndoa yake baina yako wewe na mkeo. Max, mkeo anasema umebadilika sana. Sana. Yaani kiasi kwamba ameshindwa kuvumilia, ndio maana akaja kwakwe mimi shemeji yake. Kwa ameyazungumza kwamba wewe umebadilika na isoshe kwamba kuna binti unatembea naye. Alafu isoshe sasa jana tu amekukuta. Sasa hichi kitu sio kizuri. Kwa mimi nimekuita hapa nikukanye kwenye jambo hili. Max mdogo wangu, tambua kwamba siku hizi ndoa zinapotea. Na ukimpata mwanamke ambaye anaweza kukaa chini na kuzungumza, huyo ni mwanamke. Ina maana anahitaji ndoa, anahitaji uwepo wako. Alafu kuna binti ambaye unayetembea naye, mtoto wa Mzee Liambe. Yaani uharibu ndoa yako kwa ajili ya yule binti. Alafu chingine, Mzee Liambe kaja anadai unamharibia mtoto wake. Na wewe ni chanzo cha kumwachisha yule mtoto shule sababu yako wewe. Sasa kuna mawili. Wahenga husema kila mtu majanga hula na wakwao, na kila mpando pepo huvuna tufani. Niseme tu Mzee Liambe ametumia busara sana kuja kwangu. Na right angekuwa anatumia sheria mkononi. Alafu isoshe Mzee Liambe mimi nashirikiana na kwa kila jambo hapa kijijini. La mchana yule la usiku. Lakini leo wewe unapoamua kulifanya hili, uone kama unakosea. Sasa mimi nikuombe, chonde mdogo wangu. Tulizana. Tulizana, narudia tena. Tulia na maisha yako ya ndoa. Yule binti bado anakupenda. Sawa. Sasa kama umenielewa, shika mawili kichwani. Ukiacha tamaa zako, mambo yatakuwa vizuri. Lakini ukifuata tamaa yako, yale nilisema kila mchuma janga kula na wapao, na kila mpando pepo uvuna tufani. Kaa chonjo sana. Mimi nimemaliza. Mimi nimekuelewa kaka. Ila sema tu mimi alikuache. Tulifanyia kazi. Basi haina shida. Kwa hiyo siku nyingine basi. Haina shida, kila laheri. Haya, kwa makini lakini. Haina shida. Haya. Faima mdogo wangu, kwa sasa ni mjamzito. Hii hali inaniumiza sana. Siku zote nilikuwa napambana naye kwa kuhofia hii hali iliyomkuta sasa. Alafu kinachoniumiza zaidi, yule aliyemsababishia hii hali ana majukumu yoyote anayopata. Mzigo wote na ubeba mimi. Nahitaji nifanye maamuzi yangu. Atakayeniona nimefanya ubaya, basi. Faima, naomba nikuulize swali dogo sana. Mimi ni nani yako? Kaka yako, si ndio? Nikikuambia jambo unanisikiliza au unisikilizi? Unanisikiliza eh? Leo wewe unanisikiliza. Unakumbuka kipindi kile napigana na pambana na watu kwa sababu yako? Unajua nilikuwa nalenga kitu gani?
Ujue umegeuka kwa bubu sasa hivi. Uongei chochote. Sasa naomba nikukumbushe. Kile ulichokuwa unakifanya matokeo yake ndo haya. Nalea kitu ambacho mimi sijakitengeneza, sijakitafuta. Wakati wake umefika. Siwezi. Huu ndio wakati wako wa kwenda kuhudumiwa. Kila mtu ale na janga lake. Sio, unanielewa? Kwa hiyo kama ni mbwai. Potelea mbali. Kwa kuwa wewe sio msikivu, huu ndio wakati wako sasa kujifunza. Hujanisikia, hujanielewa. Chukua kilichokuwa chako, ondoka. Samehe kakaangu, sirudi tena. Nilichoamua nimeamua. Naomba uchukue begi lako uondoke. Faima, naomba uondoke. Hapana kakaangu. Kama ungekuwa unajua kuwa mimi kaka yako ninastahili kupigiwa magoti, ungeshafanya mtokea mwanzo. Zamani sana ungefanya hivyo. Sasa hivi umechelewa, moyo wangu umekinai. Ondoka. Mume wangu. Kwani shida nini? Shida hii hujui Haujui? Sio kwamba sijui. Ila kitu gani unafanya hapa lakini? Utanielewaje aliyakuwa wewe ndio uliokuwa unaunda mipango hii? Kwani wangapi huko mtaani wameshafanya hivi vitu? Lakini mbona hajafikia huko mume wangu? Vitu vingine vinaongeleka tu. Hivi mwanamke unajielewa kweli wewe? Unataka kuniambia hao watu wa mtaani hao wanafanya upumbavu? Upumbavu huo. Na huko ndani kuna halali ya kufanya upumbavu? Sijamaanisha hivyo. Ila kumbuka wewe ni mdogo wako. Nimeshaamua. Chukua begi lako, ondoka. Nenda kwa mpumbavu mwenzio. Nisamehe. Nimesema ondoka. Ondoka. Aondoki. Aondoke? Aondoki. Unamkingia kifua. Sijamaanisha hivyo lakini Faima aondoki. Aondoke, si ndio? Kwa hiyo wewe umegeuka mtetezi wake. Umekuwa mwanaume ndani, si ndio? Hata kama sio mwanaume lakini mume wangu angalia na upande wa pili. Huyu ni mdogo wako, unamfukuza anaenda wapi sasa? Upande wa pili niliouchagua ni kumuondoa hapa nyumbani. Kwa hiyo unajiona uko sahihi, si ndio? Tena vibaya mno. Kwa hiyo baada ya kupata hayo maamuzi, umepata nini kwenye familia yako huko unakuta kuzunguka wenzako utajisikia? Naomba nisikilize. Kuna mawili tu unaweza kuchagua. Kubakia hapa au kuchukua kilichokuwa chako uondoke naye. Yamekuwa hayo? Faima, chukua begi lako, ondoka. Ondoka mara moja. Ondoka. Ondoka. Tena. Puzi nini? Nitakukongota sasa hivi hapa, mpumbavu mkubwa wewe. Chukua viatu vyako uondoke. Siwezi kule upumbavu. Siwezi. Nenda kwa huyo mpumbavu mwenzio. Ukale naye. Siwezi kupata gharama mimi na namna hiyo. Huo ni upuuzi. Nakaa vipi na mtu ambaye nielewi? Nenda mkale huko. Upuuzi nini? Sasa na wewe. Ninapofanya maamuzi kwenye nyumba yangu hii, wewe hutaki kutia neno lolote. Sitaki. Kwa hiyo gesi lipo kwangu saizi au? Wewe unaona dogo hili? Hili unaona dogo? Sitaki na ukome kabisa. Ala. Whoa, whoa, whoa.